ili mtu mmoja apakwe mafuta na Mungu awe mfalme wa Israeli. Sikiliza vizuri. Nabii mwenyewe hajaambiwa na Mungu ni yupi kati ya wale watoto. Kuna wakati Mungu akikwambia kitu hakupi full story, huwa anakuambia kwa vipande vipande. Wacha niwafundishe Mungu anavyoongea. Mungu haongei kama Wagogo, kwamba nenda ufike fulani kona fulani ufanye kitu fulani. Mungu anasema nenda, ukifika pale nitakwambia ya kupasayo. Anataka mpaka ufike hapo kwanza. Ndiyo maana Mungu anamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi ya ndugu zako uende katika nchi nitakayokuonyesha. Anaondoka. Alipofika pale ndiye anamwambia sasa, nchi hii unayoilala katika hali ya ugeni nitakupa ya kwako na vizazi vyako. Mungu anaongea kwa vipande vipande. Mungu anakupeleka sehemu hujajua kwa nini. Hata hapa huko hujajua kwa nini. Tulia, relax. Utajua tu kwa nini. Relax. Your miracle is loading, my brother. Relax. Ila ujue umeingia nyumba ya majasusi hapa ya mbinguni. Yaani majasusi wa mbinguni manake ni watu wenye agenda duniani, wanaishi kutimiza makusudi ya Mungu peke yake. Ni makusudi ya Mungu peke yake. Rakapasikish. Alipofika pale akaambiwa, leta watoto wako wote hapa. Wakaletwa watoto. Sasa akamwona alikuwepo mtoto mmoja mwanajeshi anaitwa Eliabu. Akaenda amwage pembe. Mungu akamwambia, sio huyo. Huyo mbona mwanajeshi tayari? Sio. Mungu akamwambia, kilichotoka mbinguni kiko ndani ya mtu. Siangalii sura. Wewe weka wanja wako, weka nywele zako, kaanga nywele, fanya uwezavyo, vaa tai. Wito wako na wangu ni tofauti. Mungu ananiita mimi, anamwita na yule, halafu anatuunganisha kwa pamoja, tunashikana mikono, tunaanza kutembea kwa pamoja. Ukiwa unatimiza wito wako na mimi natimiza wito wa kwangu. Ndio maana Yesu alikuwa na wanafunzi 12. You cannot fulfill your calling alone. Akahamia kwa Shama, mtoto wa pili. Alipotaka kumwaga, Mungu akamwambia, sio huyo. Akahamia kwa mtoto wa tatu, akaambiwa, sio huyo. Wa 4 sio huyo. Wa 5 sio huyo. Wa 6 sio huyo. Wa 7 wakaisha. Samueli nabii akawaza, sikusikia vizuri. Akamuuliza Yese, je, watoto wako ni hawa tu? Mzee akajibu kwanza, ndiyo. Ila hapo kwenye ila hapo sasa, akajibu kwanza, ndiyo, ni hawa tu. Ila kuna kengine kadogo ambako kenyewe hakana shape ya kuwa hapa, kenyewe hata kueleweka hakaeleweki, maisha yake hata shule hakajasoma, kanakaa na kondoo nyuma ya jangwa kule, hatukuona hata haja ya kukaita. Yani kenyewe hakaeleweki, ni kekundu, ni kafupi. Asiyeeleweka ni yule ndiye Bwana ameweka mzigo ndani yake. Piga kelele, sema haleluya. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema, niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, nitangaze mwaka wa Bwana uliokubalika. Akasema, wanangu ni hawa tu, ila kapo kengine kadogo. The English Bible says there's a young boy on the backside of the desert. Yani kenyewe kako nyuma ya jangwa, kanalalaga huko kuchunga mifugo kule, kalishalostika, hakana issue. Umeelewa eh? Kumbe lile baraza la mbinguni wakati linawashusha watoto wa Yese, Eliabu akashushwa kama mwanajeshi, Shama mwanajeshi, na mwingine mwanajeshi. Kale kadogo kule mbinguni, kadogo tu hivi, lakini kuna jitu limejificha ndani yake. Kadogo tu hivi, lakini kuna mfalme wa Israeli amejificha. Kadogo tu hivi, lakini kuna mtu wa vita tangu jana wake. Wanakuona, wanakudharau wewe. Liko jitu liko ndani yako. Liko jitu liko ndani yako. Sema amka! Raka
paseke shata. Hey. Ninaona jambo ndani yako. Vile vile ulivyo na madhaifu yako hayo hayo, na elimu yako hiyo hiyo, na kushindwa kwako kule kule, na sura yako hiyo hiyo, na milonjo yako hiyo hiyo, na nywele zako za pilipili hizo hizo, mweusi kama spika vile vile, mfupi kama Gwajima vile vile, sura mbaya kama mimi vile vile, kichwa kikubwa kama mimi vile vile. Mungu ameficha maajabu ndani yako. Wataona, watashangaa, wataona, watastaajabu. Lile neno ambalo macho yako hayajawahi kuona wala masikio yako hayajawahi kusikia, neno hilo amewahifadhia watu wampendao. Saa imetimia. Piga kelele, sema haleluya. Tanzania mpya inakuja, haleluya. Shendeke parla capacity. Kuna mtu nikipiga kelele Tanzania mpya inakuja, huwa anakasirika, anasema tena Tanzania mpya inakuja. Reka paseke shata. Jangwa anasubiriwa mpaka afike hapa. Anasema Samueli, fanyeni visemengo vyenu vyote, lakini aliye nyuma ya jangwa mpaka afike ndio biashara iendelee. Hapo Eliabu na Shama wanakaa wanashangaa. Ina maana sisi we are useless. Haiko useless. Na wewe kuna jambo umeitiwa, lakini mzigo huu haukuhusu wewe, unamhusu aliye nyuma ya jangwa. Na aliye nyuma ya jangwa ni wewe. Umewekwa mbali sana, huoni hata dalili za kupenya, lakini Mungu leo amemleta Samueli kwenye nyumba ya Yese. Leo hii jengo limegeuka kuwa nyumba ya Yese. Anatafutwa Daudi kwenye nyumba hii. Daudi anaweza kuwa mwanamke, anaweza kuwa mwanaume. Daudi anaweza kuwa mtaji au biashara au kazi. Pokea muujiza kwa jina la Yesu. Ile promotion iliyozama na iamuru, pokea kwa jina la Yesu. Kaa kidogo. Ghafla Daudi akaja. Biblia inasema ni kijana mfupi mwekundu, hana shepu, alishazoea kukimbizana na dubu. Alipofika tu, sikiliza vizuri, alipofika tu, Samueli akaibeba pembe yake, akasema hivi, Masihi wa Bwana yuko hapa. Ina maana kabla hajafika Masihi wa Bwana hakuwepo pale. Kumbe unaweza ukawa na watu lakini Masihi wa Bwana hayupo. Kumbe unaweza ukawa na watumishi wa Mungu lakini Masihi wa Bwana hayupo. Alipofika Daudi tu, nabii akasema Masihi wa Bwana yuko hapa. Akaibeba pembe yake, akamimina mafuta. Biblia inasema mafuta yalipomiminwa, ndipo Roho wa Bwana akaja kwa nguvu juu ya Daudi. Reka pasaka shata. Anapakwa mafuta kuwa mfalme na mheshimiwa Sauli yuko ikulu. Nisikilizie mtifuano wake sasa. Sikilizie mtifuano wake. Nisikie tifu linalotokea pale. Mheshimiwa Sauli anasikia kwamba yule Samueli aliyekupaka mafuta wewe amegeuza temperature, amegeuza dili, amepaka mafuta mtu mwingine. Samueli ameanza kuwa double dealer. Alikupaka wewe, kaenda kupaka mtu mwingine Bethlehem. Sauli aliposikia akasema, haki ya Mungu, kufa mimi, kufa Daudi, kufa Samueli. Sauli anataka kula kichwa cha Daudi, na ana uhalali wa kula kichwa kwa sababu wewe ni mfalme. Na huyu Samueli aliyekupaka kaenda kupaka na mwingine tena. Ina maana Samueli, wewe ni double dealer. Ulinipaka mimi kabla sijafa, unapaka na mtu mwingine, na kwa dharau zaidi unapaka mtoto wa miaka 12 na mimi mtu mzima nipo. Unapaka asiyekuwa na uzoefu, na wenye uzoefu
uzoefu wapo, nataka kukwambia neno moja: makusudi ya Bwana hayawezi yakazuilika. Mna hila nyingi moyoni mwa mwanadamu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Hebu tusimame wote tumpigie Bwana makofi. Tunasimamisha shauri la Bwana Tanzania. Tunasimamisha shauri ya Bwana Tanzania. Raka paseke shata. Yara seke parababa. Yandoko shaka pasata. Ya! 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 Baki umesimama, lakini na neno juu yako. Nasema kwa Roho Mtakatifu, kila mtu aliye hapa au anayenisikia kutoka mbali, kwa ubaya au kwa uzuri, you're watching me with investigation or without, Mungu ana mpango mkubwa sana na wewe. Narudia tena, Mungu ana mpango mkubwa sana na wewe. Ni mtu tu ambaye Mungu ana mpango na wewe. Mpango ule unaweza kuwa ni designer mkubwa duniani kuwepo. Mpango ule unaweza kuwa ni mfanyabiashara mkubwa fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mpango ule unaweza kuwa kuna mumeo mahali Norway, India au Sweden au Denmark au Marekani. Pamoja na kwamba Marekani wametufungia tusiende Marekani, lakini wewe hujafungiwa na mtu yote. Mwacha kimbie yule, hujafungiwa na mtu yote. Ninaamuru moto uanze kutembea mahali hapa. Wale mashetani waliochelewesha watu, wako mashetani. Ninaamuru fire. Hebu piga kelele fire. Piga kelele fire. Sema fire. Sema fire. Ninaamuru kuanzia sasa, wale mashetani waliokuchelewesha wewe, wamechelewesha hatima yako, wamechelewesha wito wako, ninaamuru moto wa Mungu aanze kuwaka. Piga kelele fire. Tulia hivyo. Nisikilize vizuri. Ukiwa umesimama, nalenga uwe umesimama. Kwa nini amekwenda kupakwa mafuta Daudi kati ya watoto wa Yese? Ni kwa sababu sio kwamba Daudi ndiyo anafaa. Aliletwa duniani kwa kusudi hilo, na kusudi la Mungu haliwezi kuzuiliwa na mtu. Kaa kidogo. Nataka kumalizia, nipe dakika 5 tu. Dakika 5 tu. Give me 5 minutes. Mparaka pasiki ribarabaraba. Baraka pasuku shikalabata. Ramaka pasiki shi. Nipe dakika chache. Raka pasiki shato. Ramaka pasuto shikapa. Rimo kuposaka rabati. Rikapata rabasiki. Sikiza kidogo. Watoto 7 haimaanishi hawafai, lakini umefika wakati wa Daudi. Nikufundishe jambo moja. Unamkumbuka mzee Yakobo? Yakobo akawaita wanae, akawaambia, enyi watoto wa Yakobo, njooni kwa baba yenu Yakobo awaambie mambo yatakayowapata siku za mwisho. Mambo gani hayo? Yatakayowapata siku za mwisho. Watoto wa Yakobo wote wakaja. Huyu Yakobo sio nabii, huyu Yakobo sio mtume, ni baba wa familia yake. Akamwanzia Rubeni, akamwambia Rubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza, ila kuna mambo unafanya hutatoboa kimaisha. Ikaisha hiyo. Akaingia Simeoni na Lawi, panga zenu zinajeuri sana nyie. Mliwahi kuwa watu familia nzima, na nyie mna mambo hapo. Akaingia kwa mwingine, akamwambia na wewe. Alipoingia kwa Yuda, akamwambia Yuda, wewe Yuda, mkono wako utakuwa kwenye shingo ya adui zako. Hebu waza. Anamwambia na wewe Yuda, fimbo ya enzi, maana fimbo ya utawala. Yaani watawala wa Israeli watakuwa wanatoka kwenye ukoo wako. Anasema fimbo ya enzi haitatoka kwako
mpaka atakapokuja yeye atakayewamiliki mataifa. Yaani maana yake ukoo wa Yuda mfalme wa kwanza, ukoo wa Yuda mfalme wa pili, mpaka atakapokuja mfalme Yesu. Yuda akaambiwa hivyo. Lakini cha ajabu, tulitegemea kila mfalme wa Israeli atoke kwenye ukoo wa Yuda, lakini Sauli wa kwanza ametoka ukoo wa Benjamini. Sikilize vizuri hapa. Ametoka ukoo wa nani? Wafalme wote waliofuata wanatoka ukoo wa nani? Wa Daudi wa Yuda. Lakini mfalme wa kwanza ametoka ukoo sio. Kwa nini? Sikiliza vizuri. Kwanza Waisraeli wenyewe wakamwambia Sauli, tunataka mfalme. Samueli, tunataka mfalme. Samueli akamwambia, jamani, mimi ndimi mfalme wenu. Wakasema hatutaki mfalme spiritual. We want a human being. Tuwe tunakula kwake, tunataka mtu. Mungu akamwambia, basi nitawapakia, kwa sababu umetaka, nitawapakia mafuta mtu atakayeuza mashamba yenu na watoto wenu na kila. Wakasema paka hivyo hivyo. Wakapewa Samueli, wakapewa Sauli. Lakini walipewa Sauli kwa sababu Mungu alikuwa anawakatalia wasiwe na mfalme, si kwa sababu Mungu alikuwa hataki, wakati wa Mungu ulikuwa hujafika. Unisikilize vizuri. Kwa mujibu wa Biblia takatifu, Biblia takatifu kwenye kitabu cha Kumbukumbu sura ya 23. Uwe makini hapo sasa. Nataka kukupa kitu ambacho hujawahi kukisikia. Uone Mungu anavyofanya kazi. Kumbukumbu 23. Kumbukumbu 23 kuanzia mstari wa 2. Sheria mojawapo katika ya sheria za Israeli. Kumbukumbu 23 mstari wa 2. 1, 2, 3. Tusome wote pamoja. Kumbukumbu 23 mstari wa 2. 1, 2, 3. Mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Rudia tena. Mwana wa haramu asiingie kanisani mpaka kizazi cha 10. Sikilize vizuri. Moja wapo ya sheria ya Israeli, ukizaa mtoto nje ya ndoa haramu, haruhusiwi kuingia kwenye kusanyiko la Bwana mpaka kizazi cha 10. Kwa sheria ya Israeli, ukizaa mtoto nje ya ndoa, sheria ya Wayahudi, haruhusiwi kuingia kwenye kusanyiko la Bwana mpaka kizazi cha 10. Na anamleta mbele za Bwana kuwekwa wakfu. Unaona Yesu alivyo mzuri? Kwenye sheria ya Yahudi hairuhusiwi. Ukizaa mtoto haramu nje ya ndoa, kukusanyika kwenye kusanyiko la Bwana haruhusiwi mpaka kizazi cha 10. Sikiliza vizuri. Kuna watu wameshtuka hapa kwa sababu wao ni haramu. Kwenye Agano Jipya, hicho ndicho Yesu alichokuja kufanya. Alikuja kufuta yote hayo. Leo si tunaingia nyumbani mwa Bwana hata aliyezaliwa leo. Unaona hivyo raha? Hiyo ndio sababu ya kumpenda Yesu. Kuna watu hapa, yani ukizaliwa haramu, je, nikuonyeshe. Natolea mfano. Huyu Askofu Chitama amezaliwa haramu. Yeye amezaliwa nje ya ndoa mpaka kizazi cha 10. Maana yake yeye haruhusiwi kuingia kanisani. Mwanae kizazi cha 2. Mwanae kizazi cha 3. Atakayezaliwa cha 4. Cha 4 mpaka wa 10 ndio anaambiwa umeruhusiwa sasa. Nirudie tena. Yaani mtoto haramu haruhusiwi kuingia katika kusanyiko la Bwana. Maana yake huyu wa kwanza naye anazaa, anayezaliwa anaitwa Peter. Peter naye haruhusiwi. Peter naye kazaa Elikana. Elikana haruhusiwi. Elikana kazaa Yakobo. Yakobo haruhusiwi. Yakobo kazaa Juma. Juma haruhusiwi. Mnajitambua kabisa nyewe wenyewe, ukiingia unafariki. Mnaulizana, hivi wewe baba, tangu ulipotoka nje ya ndoa kazaa mtoto, mimi ni wangapi? Hauruhusiwi. Vizuri? Unanielewa vizuri? Sasa sema
Aliyeambiwa hayo ni nani? Israeli. Sasa kaa vizuri. Sasa Yuda alifiwa na mkewe. Yuda alipofiwa na mkewe, Yuda mkwe wa Yuda akajifanya kahaba. Kwa hiyo Yuda akawa na mahusiano na mkwewe, akazaliwa Peresi. Hesabu kutokea kwa Yuda, Peresi, mpaka kuja wa kumi ni mfalme Daudi. Hesabu sasa. Nitaka kukuonyesha hayo kwamba mpango wa Mungu hautazuilika. Wale adui zako Mungu atawatega wateleze na kuanguka mpaka ubaki wewe peke yako, ili utimize makusudi uliyoitwa na Bwana. Hebu angalia kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kwanza. Mathayo sura ya kwanza. Mathayo sura ya kwanza, naomba tuangalie jambo hilo. Ninakuonyesha hilo kwa lengo la kukusaidia. Tutaanzia kwa Yuda, pale uwe unahesabu. Yuda sura ya 3. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 3. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 3. Kila mtu ahesabu hapa. Huyu Yuda huyu kwa Tamari mkwewe alimzaa Peresi. Yuda akamzaa Peresi. Sema moja.